Unatazama Ndizi TV. Ni tarehe 22 mwezi ukiwa ni Novemba mwaka 2025, tarehe siku za kuhesabu tuweze kufika mwaka 2026, lakini kuna mengi ambayo tunafaa tuangazie kwenye mwaka huu. Ni bayana kwamba Ndizi TV Africa siku ya leo Jumamosi ikifika time na wakati kama huu ni kwamba tuko viwanjani. Mimi naitwa James the Top Scorer. Bila shaka kwenye upande wa pili tutakuwa na mgeni ambaye ni Crispin Mokaya ambaye atatusaidia kuchanganua, ambaye pia ni mchanganuzi wa masuala ya sporti, kwa lugha nyingine ni sports analyst, ambaye tunahakikisha kwamba kwa muda wa masaa mawili kwamba tunakunoa kutu kispoti. Karibu tena. Ukumbuka kwamba unaweza tufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama Ndizi TV Africa, mitandao yote social media platform zote. Tunasemea kwenye TikTok Ndizi TV Africa, kwenye YouTube tufollow pale kama Ndizi TV Africa, kwenye mtandao wa Facebook vile vile ni Ndizi TV Africa. Mimi binafsi nifuate kwenye mtandao kama James the Top Scorer, na tutakuwa tukiandamana moja kwa moja taarifa ambazo ziko kwenye pale ambapo uko mashinani. Unaweza kutumia kwa 21575 tuambie ni mechi gani za grafiki ambazo zimeandaliwa, ni kombe gani ambalo ikiwa ni festive season kwamba kuna makombe ambayo huandaliwa msimu huu. Je, mheshimiwa wa karibu ama ambaye anazidi kuongoza, ambaye pia anataka kuwania pale karibu pale ulipo, ni kombe lipi ama iliweka? Kumbuka kwamba mashindano ya Zaire tournament yanazidi kuendelea, na ifikapo pale ambapo tutaanza kuweza kukupa taarifa moja kwa moja, itakuwa tunaungana na wale ambao ni waandalizi ambao watatupa taarifa kuhusiana na jinsi ambavyo mechi zinaendelea. Na bila shaka kwamba baada ya wiki moja na nusu ya kungoja, ligi kuu ya Premier imerudi. Timu ya Arsenal wanavyosema wenyewe kwamba ilikuwa ndiyo ichapo kwenye last weekend, lakini weekend hii wako na mechi na Tottenham. Na leo nimeona maajabu kwamba sports analyst wa kwanza kusikia kwamba yeye ni fan wa timu ya Tottenham. Sijawahi pata kusikia ama kumuona fan wa Tottenham, lakini tunajua umri wao ni watoto wa juzi ambao walizaliwa wakapata kwamba Tottenham inafanya vizuri, lakini ni mengi ambayo nimekuandalia. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, hakikisha kwamba umetulia, umechukua muda wako, na muda wa masaa mawili utakuwa unabambika kispoti. Karibu sana kwenye upande wa pili mgeni, karibu sana. Shukrani sana James kwa kunialika. Na baada ya wiki kama mbili ambapo kumekuwa na mapumziko, ligi kuu ya Uingereza inarejea na ligi zingine barani Europa, na pia ligi ya Kenya inazidi kuendelea, na tutakujuza mengi kwenye sport. Kwanza kabisa ungeanza kwa kusema jina lako ni nani, umetokea wapi, na mbona ukaamua kuishabikia klabu ya Tottenham? Hiyo ndilo swali kuu la siku ya leo. Kwa majina ni Crispin Mokaya, mchanganuzi na pia mchambuzi wa masuala ya kispoti, na nimetoka kwenye mji wa Kisii, Kisii Town, na pale karibu na Nyancho Getembe, na timu ambayo naishabikia ni Tottenham Hotspur, almaarufu kama Spurs, na hii ni timu ambayo imekuwa ikifanya vizuri kwenye miaka ya nyuma. Ukumbuke kwamba ile enzi ya yule kocha kutoka Argentina, Mauricio Pochettino, alifanya vizuri kwa ile miaka mitano au minne ambayo alitumikia timu ya Spurs, na akaifikisha finali ya UEFA Champions League, ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya, na akakutana na timu ya Liverpool ambapo Liverpool walishinda kwa takriban mabao mawili. Lakini ukiangalia mchezo kwa uwazi na pia kuangalia kwa mapana marefu, utapata kwamba Spurs kwenye mchuano alikuwa anashambulia zaidi. Alikuwa na mashambulizi zaidi ya 10. Na Liverpool ambayo ilishambulia mara mbili kapata nafasi, katumia nafasi vizuri, ikaibuka na ushindi. Na baada ya hapo kumekuwa na Jose Mourinho, akaja Antonio Conte, lakini imekuwa ikisuasua, lakini itakuwa na consistency. Lakini na msimu uliopita alikuwa pale Ange Postecoglou, ambaye alitokea Celtic ya Uskochi, na akaongoza Spurs ikashinda ligi ya Europa ambayo ni daraja la pili pale Ulaya, na baadaye hakuwa na matokeo mazuri kwenye ligi ile ya Uingereza, akasuasua kidogo na akaambiwa beba virago. Na huu msimu kuna kocha mpya ambaye ni Thomas Frank, ambaye amekuwa pale Brentford, na ukiangalia kile kikosi ni kikosi ambacho ile budget yake si kubwa sana, lakini amekuwa
amekuwa na mwendelezo mzuri wa matokeo kwa ile miaka 4 ambayo ameitumikia timu. Na kisha baadaye akaitwa kwenye ile timu ya Spurs. Na tayari ameanza msimu vizuri, yuko namba 3 ama 4 hivi. Na tunaamini kwamba huu msimu tunachukua kombe huko Tottenham Hotspur Stadium. Ni shabiki wa klabu ya Tottenham Hotspur, Crispin Mokaya, na kweli kabisa ni challenge kwa mashabiki wengine. Kina Lucas Omo wa Arsenal jana aliweza tuelezea safari yake tangu anze kuishabikia klabu ya Arsenal. Akina mwelekezi wetu ambaye pia ni producer wetu ni mtu wa Manchester United. Pia yesidhani kama kuna historia pana kama vile ambavyo umefanya, lakini ni vizuri sana kujua kwamba kuna mashabiki wa timu ya Tottenham na bila shaka tutaweza kuangazia. Lakini tuanze hivi kwamba hapa nyumbani ni kwamba wakati ama msimu huu watu wengi ambao wako kwenye uongozi wa siasa uchukua fursa hii kuweza kuandaa tournaments ambazo huleta vijana vile vile wa kiume na wa kike pamoja kuweza kuonyesha talanta zao. Lakini kwako wewe binafsi unafikiri kwamba talanta hizi zaidi ya kuleta umaarufu wa mwanasiasa binafsi umsaidia mchezaji ama kijana ambaye akona talanta pale nyumbani? Naam, ni fursa nzuri ya kuwapa wachezaji nafasi ya kucheza na kuonyesha talanta yao, na pia kuwapa ile inaitwa kwamba ni exposure. Kwa sababu hizo tournament licha ya pia inasaidia mwanasiasa kuwa na umaarufu fulani, inasaidia wachezaji fulani kuonekana ni kama ni nafasi ya kujiuza pale nje, kwa sababu huko mashindano unapata kwamba kuna timu ambazo zinashiriki daraja la pili, Division 2, Division 1, na pia hii Nationwide League ambayo ni NSL na Premier League. Kwa hivyo ikifikia pale aswa zile hatua ambazo ni za muondoano, unapata kwamba wachezaji wanajituma zaidi na mashabiki wanakuja pale wengi, na wale ambao wanakuja kutazama pia utapata kwamba ni makocha ama ni makufunzi na pia wametoka kwenye timu mbalimbali. Na kuna zile tuzo ambazo napenda kwa yule ambaye ni mfungaji bora, na pia mchezaji huwa anaonekana na huenda akapewa nafasi kwa hizo timu na akaja kufanya vizuri siku ambazo za mbeleni. Kwa hivyo wewe binafsi unaamini kwamba ni mashindano ambayo yanaandaliwa kwa faida ya mchezaji ama kijana fulani ambaye ako na talanta fulani? Naam, ni njia nzuri kwa sababu ukiangalia mfumo ambao ni wa Kenya na zile nchi ambazo zimeendelea za huko Ulaya, huko Ulaya utapata kwamba kuna ligi nyingi ambazo zinachezwa. Kuna zile kama sasa ukiangalia ligi ya Uingereza, kuna ile Premier League, kuna ile Championship, kuna League 1, League 2, Nationwide, na pia kuna zile zinaitwa Regionals. Kwa hivyo ukiangalia kwa mfumo ambao ni wa Kenya, hatujafikia kiwango. Kwa hivyo hizi tournaments ama hizi michuano inachukua nafasi ya hizo league, ndio maana inachezwa pale mashinani. Na pia huko Uingereza utapata kwamba kuna zile youth leagues. Kama sasa kuna ile ligi ya Uingereza utapata kama kuna Tottenham Youth, kuna Chelsea Youth, Arsenal Youth. Lakini ukija kwa taifa kama la Kenya, bado ile miundo msingi haijapeana nafasi nzuri. Kwa hivyo hizi tournaments ambazo ni za wanasiasa zikichezwa, so long as ziko sanctioned na FKF, FKF officers, unapata kwamba ni njia nzuri ya inacheza ni kama league. Kwa hivyo ni nafasi nzuri ambayo inapewa wachezaji wengi nafasi ya kuonekana. Kuna wengi ambao wameonekana kutoa hizo tournaments na akapata nafasi ya kujiunga na timu kubwa zaidi. Ni kweli kabisa kauli yake ambayo amemalizia kusema kwamba kuna wengi ambao kutokana na mashindano haya ama hizi mechi ambazo huandaliwa ama kinyang'anyiro ambazo zinaandaliwa wakati huu zinawasaidia sana kuweza kuonekana na timu mbalimbali, na mwisho wa siku wakaweza kusajiliwa kutokana na kufanya vizuri kwenye michezo kama hii. Kwa sasa kuna tournament ya Zahiri Chanda ambaye ni mbunge wa eneo bunge ama wa eneo hili, eneo bunge la Nyaribari Chache. Ni baadhi ya tournament ambazo zinagonga vichwa vya habari, manake ile pesa ama ile zawadi ambayo mtu pewa baada ya kushinda huwa ni donge kubwa sana. Lakini je, unafikiria kwamba kupewa pesa taslim kama ama kama zawadi pale mnaposhinda na mwisho siku zinagawana kwa wachezaji na ile technical bench, unafikiria kwamba kunasaidia sana binafsi? Naam, inasaidia kwa sababu kwa kila timu ambayo itashinda utapata kwamba wako na ule mpangilio wao. Watasema kwamba kama tunashinda hii milioni 1, watasema 20% itaenda kwa kununua kama ni zile uniforms, training kits,
zile cones, alafu pia inunue mipira kama mitatu minne hivi, inunue zile corner flags na pia zile nets. Alafu waseme kwamba hii 70% wachezaji wote watagawana kwa sababu wametia bidii na kushinda hizo pesa. Kwa hiyo ni njia nzuri ya kuwapa hizo pesa, kwa sababu pia itatumika kuimprove hizo clubs na ili zifanye vizuri kwenye michezo ya usoni. Naam, ni kwamba kwenye mashindano ama kwenye kombe la Zaid Janda Super Cup ni kwamba mshindi anatarajiwa kwa upande wa wanaume anatarajiwa kupata shilingi milioni 1 kama mshindi. The runners up shilingi 1400. Second runners up watakuwa wanapata shilingi 1200 na third runners up ama wote ambao wanafika kwenye kiwango cha semifinali ni kwamba uko assured unapata more than 100k. Alafu pia kwenye upande wa kinadada ni kwamba mshindi atapokea shilingi 1500, runners up atapokea shilingi 1150, second runners up atapata shilingi 1100 na third runners up atapata shilingi 1050. Ni juhudi nzuri sana kwa wajumbe ama wale viongozi wa siasa wanazidi kufanya kwa msimu kuhakikisha kwamba vijana wanajiepusha na yale mabaya ama janga fulani hivi na kuweza kuhakikisha kwamba talanta ya vijana zinanolewa na kuweza kuwa exposed. Tuachana na hiyo, ligi kuu ya division ya kwanza ilianza vizuri sana kwa timu za nyumbani. Nazungumzia klabu ya Gucha Youth ambayo iko kwenye division 1 kwenye msimu wa kwanza. Tayari baada ya mechi 4 wamepata point 8. Maana yake walipata draw 2 na kuweza kushinda mechi 2. Kufikia sasa ndio kwanza wameingia, na kumbuka siku ya kesho wako na mechi pale kaunti ya Bomet. Je, unafikiria kwamba Gucha Youth wameanza vizuri na unafikiria kwamba mwisho wa msimu kwenye division ya kwanza watapata nafasi ya kuweza kusonga mbele na kufika kwenye National Super League na kujiunga na wenzao Gucha Stars ikiwa hawatafaulu kwenda mbele? Naam, Gucha Youth wameanza vizuri. Ukumbuke kwamba msimu uliopita walikuwa kwenye division ya pili na wakafanya vizuri, wakakuwa na matokeo mazuri, wakapandishwa ligi hadi division ya kwanza. Na tayari wamecheza mechi 4 huu msimu, wamejizolea ushindi mara 2 na sare 2. Na ukiangalia ile timu ni kwamba iko na malengo yao. Watasema kwamba huu msimu tunataka tuingie National Super League. Na huenda wakaingia kwa sababu wana nafasi nzuri. Ukumbuke kwamba msimu uliopita kwenye ile kombe la Mozart Cup walicheza na Tusker FC kwenye uwanja wa Guzi Stadium. Wacheza mechi nzuri, lakini Tusker wakalemewa wakashinda 2-1, lakini kwa ujumla walikuwa na mechi nzuri. Na kwa huu msimu nadhani wameanza vizuri, na msimu ukikaribia kuisha watakuwa kwenye nafasi nzuri, either number 1 ama 2 ama 3, na malengo yao ambayo wameweka ni kwamba huwa waenda wakaingia kwenye ligi ya National Super League msimu ujao. Naam, kabla ya sisi kuangazia fixtures za weekend hii, na swali la mwisho kuhusiana na division ya kwanza. Tumeona kwamba ni ligi ambayo inachezwa na vast area, kwamba iko pana sana. Manake timu ya mwisho ambayo ilicheza nayo ilitoka pale Turkana. Na ukiangalia hiyo distance ambayo mtu anatoka pale Turkana kuja hadi Kisii na vice versa, ni kwamba wanatumia pesa mingi sana. Unafikiria kwamba timu ambazo hazina sponsor mzuri, unafikiria kwamba sababu kama hiyo kwamba wanatembea pahala parefu sana ndiyo ufanya kwamba timu nyingine ukuwa na walkovers? Yani kweli kwamba ukiangalia hizo timu ambazo kwenye daraja la pili ama division 2 na division 1 pia ni kwamba hazina sponsorship ambayo ni ya kutegemewa sana. Na hizo mechi wanaenda mechi mbali sana. Wakati mwingine Siaya, Nakuru. Hadi wakati mwingine unapata kwamba timu inapeana walkover kama 3 kwa msimu na ama walkover kama 5. Na hiyo inachangia sana, na huenda ikachangia timu mingi kuwa na matokeo mabaya, kwa sababu ni expensive sana kutravel kama eneo la Turkana. Wengi huwa wanapeana walkovers, lakini nadhani kulikuwa na mwelekeo fulani ambao FKF inataka kufuata, kwamba ijumlishe division 1 na 2 iwe kama ligi moja. Iwe kama ligi moja. Ndio ukitoka hiyo ligi unaenda NSL direct baada ya kucheza ligi mara 2, division 1 na division 2.
Lakini pia natumai kwamba timu zitaweza kupata wadhamini ambao watawasaidia sana haswa kwenye usafiri. Lakini kwenye fixtures za weekend hii kwenye division ya kwanza kwenye zone ya cha zone C ni kwamba timu ya Must itacheza na Rift Valley National Polytechnic, mechi ambayo tayari ishaanza pale katika uga wa Kakamega Sports Complex. Sigalagala Poly icheza na TBM, mechi ambayo tayari iko kwenye kipindi cha pili. Moroni Youth inacheza na timu ya Elside ya Moroni pale stadium, katika uwanja ule wa Moroni Stadium. Timu ya Green Snipers hiyo kesho itakuwa inaialika klabu ya Gucha Youth kwenye uwanja ule wa Silbert. Timu ya Shalma icheza na Webuye Sportive pale Naivasha. Timu ya Napatete Titans ambayo ni timu ambayo ilicheza na timu ya nyumbani ya Gucha Youth itacheza na Mfalme pale katika uga ule wa Lodwar Primary School. Timu ya Chebayo itacheza na timu ya Zoo pale katika uga ule wa DMI Science School, ikiwa ni katika county ya Uasin Gishu, mji ukiwa ni Eldoret. Compel FC itacheza hiyo kesho na timu ya Viga Sportive katika uga ule wa Pan Paper, mechi ikiwa inachezwa kesho kuanzia mida ya sana. Tunatumai kwamba mpenzi mtazamaji ambaye utakuwa unapata nafasi nzuri utafika kwenye uwanja mbalimbali kuweza kuhakikisha kwamba unashabikia timu, na bila shaka kutuambia, je, unafikiri kwamba hii Division 1 ina ushindani mkali? Maana watu sema kwamba Division 1 iko na ushindani mkali kuliko ambao uko kwenye National Super League. Sijui, lakini mimi naamini kwamba mechi za kiwango za juu, kwa mfano Kenya Premier League, ina ushindani mkali sana. Ndio maana ukiona kwenye kombe la Mozambique, timu ambazo ziko kwenye rangi ya juu ama kwenye daraja la juu ziliweza kumalizia wengine mapema sana. So mimi ufikiri kwamba ligi unaposonga mbele ama kwenye hatua ya juu inazidi kuwa kali kabisa, lakini kuna wengi ambao wasema kwamba Division 1 ukuwa the most competitive league kwenye FKF Premier League. Hayo tutaweza kujua. Lakini kabla sisi kuangazia timu ya taifa Harambee Stars ilivyoweza kupigwa kwenye mechi za mbili za kirafiki, ni kwamba kwa Kenya Premier League imeweza kurudi, lakini kauli ambayo wengi wanasema kwamba timu ya Tusker FC haijakuwa na msimu mzuri, msimu wao haujakuwa mzuri. Je, unafikiria nini, ama kwa maoni yako msimu uko sawa ama bado mechi ni lesson? Bado ni mapema, lakini timu kama ya Tusker mechi za kwanza 3 au 4 haikuanza vizuri. Lakini ukiangalia mechi ambazo ni za 3 ambazo zimepita hawajapoteza. Na hii weekend wanacheza na Gor Mahia. Na ni mechi ngumu sana, lakini naona kwamba Gor Mahia huenda wakatoka hapo na ushindi. Bado ni mapema, ni mechi ambayo ni kama mechi ya 8-9. Bado ni mapema, zikifika mechi kama 16 kutakuwa na mkondo ambao unaonyesha kwamba tunaelekea huku ama huku. Lakini bado ni mapema na ligi zinaendelea. Kama siku ya leo kuna mechi pale Awendo Stadium. Mechi baina ya KCB na Mara Sugar. Ukumbuke kwamba Mara Sugar kwenye uwanja ilipiga timu ya FC Leopards mabao 2-0. Na mechi ambayo ilikuwa ya mwisho pale ni kwamba walipata sare. Na siku ya leo nadhani huenda wakapata ushindi. Inaweza kuwa ngumu KCB walazimisha sare, lakini ni mechi ambayo Mara Sugar huenda akaibuka na ushindi wa bao 1 au 2. Itakuwa ngumu sana, maana kufikia sasa timu ya Mara Sugar dakika kama 19 hivi wako nyuma bao 1-0. Maana kwenye ile dakika ya kwanza walianza ni kama mpira ulikuwa tayari uko ndani. Maana kufikia sasa dakika 19 timu ya KCB bao 1, timu ya Mara Sugar bado hajapata kitu. Ni mechi kali kabisa. Lakini kwenye mechi ama kwenye mechi za nyumbani timu ya Mara Sugar huwa wanatoka nyuma na kufanya vizuri. Tutarajie kwamba kuna comeback na wataweza kufanya vizuri, lakini vijana wake Robert Matano huwa ni wagumu sana wakianza kufunga na aso ukiwa nyumbani. Lakini kabla ya kuangalia fixtures za weekend hii ni kwamba
kwenye National Super League, timu ambayo inatoka ukanda huu ni timu ya Wicha Stars. Hiyo kesho itakuwa pale Embu kuweza kuwakilisha ama kucheza na timu ya 3K FC, mechi ya National Super League. Na kwenye mitandao nimeweza kuona mapanta fulani hivi kwamba anasema ni Mono amekuja na kupiga kelele. Alafu mwingine anasema kwamba wewe ni Mono bado manake umerudia class. Mechi ya nyumbani pale Embu Stadium, 3K FC ni timu ambazo kwenye National Super League naweza sema ni ndio timu ambayo iko na mashabiki wengi. Maana ukiangalia kwenye gate collection yao inafanya vizuri sana. Na mechi ama mchezaji ambaye alikuwa pale kwenye klabu ya Shabana ndiye mchezaji top striker wao sasa hivi. Kwa sasa kuna mabao 2 baada ya mechi 8 na assist 3. Je, unafikiria kwamba Gucha Youth FC kesho watastamili na kuweza kushinda mechi hiyo, na ukizingatia kwamba wako away? Gucha Youth wameanza, nasema hawajaanza vizuri sana, lakini mechi ambayo ilipita ya weekend iliyopita walipata ushindi wa mabao 2-1 wakicheza na Nzoia Sugar kwenye uga wa Gusi, na kuna wachezaji pale kama Vincent Nyabuta ameanza msimu vizuri. Tayari kuna mabao kama 3 hivi. Na hii weekend wanaenda pale Embu Stadium kucheza na 3K FC. 3K FC si timu rahisi. Ingawaje hawajaanza msimu vizuri. Na huu ndio msimu wao wa pili kama 3K FC ndani ya National Super League. Na kwenye uwanja wao wanajaza mashabiki sana. 3K FC kuna timu kadhaa pale inaitwa Mlima. Kuna marafiki timu kadhaa pale kama Marafiki FC. Nadhani lakini kwa National Super League 3K FC kuna nafasi mkubwa pale, na nadhani huenda ikaisha sare. Kufuatia mechi ambayo 3K FC wajaanza vizuri, lakini nadhani wanataka kujiredeem na hii mechi. Huenda kapata sare pale, lakini itakuwa mechi ngumu kwa sababu ule Sami Okote ambaye alikuwa Shabana FC alisema kwamba anataka kupata ushindi msimu ujao acheze Kenya Premier League. Lakini naona ni mechi ambayo huenda kaisha sare ya bao 1-1. Tungoje hiyo kesho tuweze kujua ama kubaini mechi hiyo itaisha namna gani, lakini all the best kwa Gucha Stars, timu ya nyumbani iweze kuwakilisha vizuri kesho pale Embu Stadium wakicheza na timu ya 3K FC. Kwenye mechi nyingine ambazo zitachezwa hiyo kesho ni kwamba timu ya Darajani Gogo itakuwa nyumbani kuweza kucheza na timu ya Fortune Sacco, na baadhi ya mechi ambazo pia zimetarajiwa hiyo kesho ni kwamba kuna timu ya So United itakuwa pia na mechi kali kabisa. Lakini tuweze kuangazia standing ama ile table ya National Super League ni kwamba baada ya kubadilishwa sheria kwamba yote ambaye anamaliza kwenye top 3 anapata direct promotion, ni kwamba ikiwa ligi ingekamilika siku ya leo ni kwamba timu ya Migori Youth, timu ya Mombasa United na timu ya Naivas basi bila shaka wangekuwa wanajiunga na ligi kuu ya Premier ya SportPesa hapa nchini Kenya. Manake wako kwenye nafasi ya kwanza, ya pili na tatu mtawalia wote. Ama timu ya Migori Youth ikiwa na alama 16 sawia na timu ya Mombasa United. Timu ya Naivas iko karibu sana na alama 15. Pale chini kwenye nafasi 5 za mwisho ni kwamba timu ya Kisumu All Stars, timu ya Kabati Youth na Luanda Villa na Samwest Black Boot ndio wameshikilia nafasi hizo 4 za mwisho kwenye msimamo wa ligi kuu ya National Super League, ikiwa ndio ligi ya pili hapa katika taifa la Kenya. Lakini bila shaka tuweze kuangazia fixture mbalimbali ambazo zitachezwa kwenye ligi kuu ya Premier ya SportPesa hapa nchini Kenya. Ni kwamba mechi kali kabisa kwenye weekend hii ambayo inatarajiwa kuchezwa ni kwamba ni baina ya timu ya klabu ya Gor Mahia na klabu ya Tusker ambayo awali umeweza kuizungumzia. Lakini timu ya Kenya Police itakuwa nyumbani kucheza na timu ya Mathare United siku ya leo. Bidco itaialika klabu ya Bandari, na mechi ambayo tayari ishaanza pale Awendo Green Stadium ni kwamba timu ya Mara Sugar iko nyumbani inacheza na timu ya KCB. Kufikia sasa ni 1-0 in favor of KCB. Na kwenye mechi nyingine hiyo kesho ni kwamba kutakuwa na SportPesa Derby. Timu ya Shabana itakuwa inacheza na klabu ya Murang'a. Na back to back tumeona kwamba timu ya Shabana ikifanya vizuri kwenye mechi zao za ligi kuu ya Premier hapa nchini. Na mechi nyingine ambayo pia inatarajiwa kuchezwa hiyo kesho ni kwamba timu ya Kariobangi Sharks itacheza na timu ya
AFC Leopards. Siku ya Jumatatu itakuwa ni zamu ya Ulinzi Stars ikicheza na Sofapaka. Lakini tuangazie mechi ya Murang'a Seal. Wasama ulianza pale kwenye National Super League, au ile wakikutana kwamba lazima kukuwe na mbwembe fulani hivi, mpaka wakaita ule uwanja wao wa pale kwa Murang'a Shakahola huko, manake huko msituni pale. Na nadhani itakuwa mechi ambayo itakuwa nzuri sana. Naam. Ukitazama kwenye jedwali Shabana hawajaanza vizuri sana. Naam. Na pia ukiangalia timu ya Murang'a Seal, mechi ambazo zimekamilika 3 za mwisho au 4 hivi, hawajapoteza mechi yote, na itakuwa mechi ngumu sana kwa Shabana, ingawaje wako na mashabiki wengi. Na ule kocha wa Murang'a Seal Oswald Monday, ambaye pia amecheza Kenya Premier League, mzoefu sana. Msimu uliopita alikuwa Shabana FC kama match analyst, lakini msimu ujao ndio kocha mkuu wa ile timu ya Murang'a Seal. Na Shabana wako ugenini, lakini nadhani ukiangalia kile kikosi cha Shabana, angalia wachezaji ambao wako pale kama Justin Mwando, lakini Michira hajarudi bado, yuko na jeraha. Kuna Derrick Okech pale, kuna Ezekiel Muri. Huenda Shabana wakapata ushindi pale St Sebastian Park wa 2-1. Naam. Ni utabiri wake Crispin Mukaya kuhusiana na mechi ya kesho, lakini kwangu mimi timu ya Shabana itakuwa ngumu sana kushinda pale katika uwanja ule wa Sebastian Park pale maeneo ya Murang'a. Lakini kwamba mechi za mwisho 3 ambazo timu hizi mbili zimeweza kukutana, ni kwamba timu ya Shabana imekuwa ikishinda mechi zote ikiwa nyumbani ikiwa away, lakini mechi ya mwisho ambayo timu ya Murang'a Seal iliweza kuishinda timu ya Shabana ilikuwa tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2023, ikiwa ni mechi ya National Super League, na waliweza kuishinda 1-0. Kwa hivyo ni mechi ama ni derby kali ya SportPesa ambayo italeta timu ya Shabana na timu ya Murang'a Seal kwenye mechi ama kwenye mchuano mkali kabisa, mechi ambayo inatarajiwa kuchezwa hiyo kesho kuanzia mida ya saa 9 mchana. Lakini mwisho wa msimu nataka utoe sasa utabiri, na hapa kwenye Ndizi TV Africa huwa utabiri tunakuja kurejea mwisho wa msimu, na kuna zawadi kwa yule ambaye anatabiri vizuri kwamba ligi itakapokamilika, yupi yule unatarajia kwamba atashushwa daraja kwenye Kenya Premier League? Yule ambaye atashushwa daraja, wa kwanza ambaye atashushwa daraja naam, ni APS Bomet. Atashuka mapema sana, wanda APS Bomet akashuka daraja mapema sana. Huyo ndo yule ambaye unahakika kwamba atashuka sana? Atashuka mapema sana, kabla hata mechi 10 za mwisho huenda akashuka mapema sana. Lakini kwa kauli yangu huenda ikawa tofauti sana, manake kocha ambaye kwa sasa ni Pamzo amejiunga na klabu ya APS Bomet. Na tuangazie historia yake, ni kwamba wakati fulani akija kwenye timu ya Shabana aliweza kuiokoa, akaingia kwenye klabu ya Sofapaka msimu uliopita, akaweza kufanya vizuri, na mwisho wa msimu uliopita pia aliweza kujiunga na Posta Rangers na imefanya vizuri, na kufikia sasa ni klabu ambayo inafanya vizuri. Kulingana hiyo historia huenda mambo yakabadilika, lakini tungoje kauli yako tutaweza kuirudia. Lakini tukiangalia msimamo wa ligi kuu ya Premier hapa nchini Kenya ya SportPesa, ni kwamba timu ya Gor Mahia baada ya kucheza mechi 7 wako na alama 16, wako kileleni mwa ligi kuu. Kakamega Homeboyz ni wa pili, FC Leopards ya 3 ikiwa na alama 13, Posta Rangers sawia na klabu ya FC Leopards wako na alama 13, Nairobi United baada ya mechi 6 wako na alama 12. Lakini pia tukiangalia pale mwisho wa timu 3 za mwisho ni kwamba klabu ya KCB Kariobangi Sharks ni klabu ambayo mchanganuzi wetu ameweza kusema kwamba itashushwa daraja. Klabu ya APS Bomet iko pale mwisho ikiwa na alama 5, zikiwa ni alama 6 mbele ya klabu ya Shabana ambayo pia msimu haijafanya vizuri, lakini tunatarajia kwamba huenda ikafanya vizuri. Lakini kwenye mechi ya kesho na ukumbuke hili ni mechi ngumu sana. Timu ya Shabana isitarajia kushinda hivi, manake wale wakiwa nyumbani pia wao wana mashabiki wengi sana, klabu ya Murang'a Seal. Tuachane na ya SportPesa Premier League, ni kwamba
klabu ya Nairobi United ni baadhi ya klabu ambazo hazitacheza kwenye mechi za weekend hii, manake wameratibiwa kucheza mechi za CAF Confederation. Ni klabu ambayo imeshtua wengi sana na kufikia sasa wametia kibindoni takriban milioni 58 kwa hiyo kutokana na mashindano haya ya CAF Confederation, manake waliweza kutoka kwenye ile preliminary na kuingia kwenye group stage, na siku ya leo wako na mechi ama wacha ni hakikishe kwamba ni siku ya leo, lakini weekend hii wako na mechi ya CAF Confederation ambao itachezwa pale katika taifa la Morocco. Je, unafikiri kwamba kutokana na matokeo ya hapo awali hii Nairobi United itafanya vizuri na kuweza kushinda mashindano haya? Manake siku ya leo mechi ambayo inatarajiwa kuchezwa kati ya kwenye mchezo hii ni kwamba wako away watacheza na klabu ya Wydad. Je, unafikiri wako kwenye nafasi nzuri ya kuweza kushinda? Wamefanya vizuri hadi kufikia hatua ya sasa ambapo wameingia kwenye hatua ya makundi. Na ukiangalia ile kundi ambalo wamejumuisha ni kwamba wanakutana na miamba wa soka barani Afrika. Wydad Casablanca. Angalia profile ya wachezaji ambao kwenye kile klabu cha Wydad Casablanca. Hakim Ziyech ambaye miaka miwili iliyopita alikuwa klabu cha Chelsea. Kwanza alikuwa pale Ajax. Wakati ambapo Spurs ilifika UEFA Champions League akacheza na Liverpool, walikutana na Ajax na akafunga Spurs bao. Kwenye nadhani hatua ya nusu finali au robo finali. Hakim Ziyech pia akaenda Galatasaray Al-Duhail, akacheza na Michael Olunga. Akaenda pale Galatasaray na sasa hivi anajiunga na Wydad Casablanca ambao ni mabingwa. Wameshinda CAF Champions League zaidi ya mara 5. Na pia kuna ule Aziz Ki ambaye alikuwa msimu uliopita alikuwa Young Africans. Mchezaji quality sana. Na wachezaji wengi ambao wako pale ni wazoefu. Na ukumbuke klabu ya Wydad Casablanca ilicheza ile World Cup ambao Manchester City pia walicheza. Chelsea wakacheza FIFA World Cup. Walikuwa pale. Kwa hivyo ni hadi kufikia sasa tutasema kwamba ni Kongolo wamefanya mkoa na matokeo mazuri, lakini against Wydad Casablanca itakuwa mechi ngumu sana, wako away. Na nadhani huenda wakapoteza mabao 2-0. Lakini hizo mechi zingine kama wakicheza na Azam FC huenda wakapata nafasi ya kupata ushindi au sare. Na pia ile AS Maniema Union ya DR Congo. Hiyo ni mechi ambao wanaweza kushinda, lakini ya Wydad huenda ikawa ngumu kidogo. Ni kauli zake, lakini kwamba kutokana na matokeo ya Nairobi United kwenye mechi ambazo ziliweza kupita, tunatarajia kwamba huenda wakashinda. Manake lolote linaweza tokana kwenye mchezo wa soka, mpira udunda. Kwenye mechi nyingine ambazo zimeratibiwa, manake nimefahamishwa kwamba mechi hiyo itakuwa kesho kuanzia mida ya saa 4 usiku. Mechi hiyo ikichezewa katika taifa la Morocco. Hiyo kesho pia timu ya Al Masry kutoka Egypt itacheza na timu ya Kaizer Chiefs kutoka Afrika Kusini. Timu ya USM Alger kutoka Algeria itacheza na timu ya San Pedro kutoka Ivory Coast. Zamalek itakuwa inacheza na timu ya Zesco United kutoka Zambia. Lakini leo kuna mechi nyingi pia kwenye CAF Confederation, ambapo mechi ambazo zinatarajiwa kuchezwa ni kwamba klabu ya Mamelodi Sundowns kwenye Champions League, hiyo ni CAF Champions League, ni kwamba Mamelodi Sundowns itacheza na timu ya Eloi Lupopo kutoka DRC. Young African inacheza na timu ya FAR Rabat. Timu ya Al Ahly icheza na Kaibel Esperance ya Tunisia, icheza na Stade Malien ya Mali. Barkane itacheza na timu ya Power Dynamos. Pyramids icheza na Rivers United. Lakini kwenye CAF Confederation mechi ya kipekee kwenye siku ya leo itakuwa ni Belzodaid ikicheza na timu ya kutokea Tanzania Singida Black Stars. Ni baadhi ya mechi ambazo zinatarajiwa kuchezwa siku ya leo. Lakini sasa tuangazie taifa letu la Kenya. Baada ya uchaguzi ule wa FKF wakaja wakabadilisha na kumleta kocha mpya sana. Kocha ambaye alifanya vizuri kwenye ligi kuu ya Premier, amefanya vizuri pale akiwa South Africa kwao. Lakini
mambo yameanza kuchemka. Ina maana kwamba baada ya kucheza mechi mbili za kirafiki kwenye wiki ni kwamba zote amepigwa na taifa la Equatorial Guinea, lakini ile ambayo iliweza kugonga vichwa vya dunia ni kwamba aliweza kupigwa na timu ya Senegal 8-0. Lipi lifanywe kwenye technical bench? Kwanza tuanzie hapo. Nadhani bado ni mapema. Ukumbuke kwamba kwenye ile michuano ya CHAN alifanya vizuri, lakini kwa international break ni kwamba alikuwa anachukulia kama mchezo wa kirafiki. Maana ukiangalia ule mchezo wa pili dhidi ya Senegal, hakupanga kikosi ambacho kilikuwa na nguvu sana, kwa sababu ule top striker wa Harambee Stars Michael Ogam alikuwa kwenye bench. Ingawaje wengine kama Alpha Onyanga walicheza na Duke Abuya yule wa Young African Sports Club ya Tanzania alicheza. Nadhani bado ni mapema apewe nafasi, ajenge timu, kwa sababu mwaka ujao kuna AFCON ambao anajiandaa kushiriki, na bado ni mapema kusema kwamba kocha hana uwezo fulani. Apewe nafasi, huenda akajenga timu ambayo ni nzuri. Lakini unajua kwa kujenga timu ina matokeo pia huwa yanamata sana, si ndio? Lakini sasa umeanza kwamba kucheza kwenye mechi za kirafiki, umeweza kupewa zote, na mechi za awali isipokuwa za CHAN hakuna mechi ambayo amefanya vizuri, tuweke wazi. Na hizi za CHAN zilikuwa ni zile yani ile kitu kwamba nimepewa ahadi kwa sababu ya pesa fulani. Kwa pesa fulani. Kama ingekuwa zile ahadi, basi tungetarajia kama haya. Huyu ni kocha ambaye wengi walikuwa wanatarajia angefanya makubwa, lakini tumepigwa na timu ambayo ni nzuri sana. Timu ya Senegal ni timu ambayo iko na experience players ambao hucheza kwenye top leagues, ni kweli kabisa. Lakini timu ya Equatorial Guinea si timu ambayo ingetuchapa vile vile. La pili ni kwamba amewaleta vijana wapya kwenye squad ya Harambee Stars. Ni Aldin Kibet ameweza kuingia kwenye senior team, lakini hatuoni mabadiliko yote. Amefanya changes nyingi sana kocha huyu Ben McCarthy. Mimi kwangu nafikiria kwamba ni wakati wa kufungulia milango, akaonyesha njia ya kufika pale South Africa. Maanake taifa la Kenya isipokuwa AFCON ambayo tuko assured ya 2027, ambayo tuko assured, hakuna kitu kingine ambacho tutacheza. Maanake World Cup ndio hapo mwakani mwezi wa 6 tuko na World Cup, hatupo pale. Mwezi Disemba tarehe 19 AFCON inaanza, hatuko pale. Hizi friendly tunachapwa. Lakini wewe bado unasema kwamba una imani naye apewe muda mgani ambao unapewa kama uweze kufanya vizuri? Nakumbuka mechi ambayo ya kwanza alicheza akiongoza Harambee Stars ilikuwa ya dhidi ya Gambia. Dakika za mwisho akaponea akapata sare ya mabao 3-3. Ilikuwa pale Gambia. Na ule kipa Ian Otieno ambaye wakati fulani alikuwa anatumikia timu ya FC Leopards. Na pia akaenda Zesco, pia akaenda Richards Bay ya South Africa. Akakuwa mkwaju wa penalty. Tukapata sare ya 3-3. Alafu mechi iliyopata tukapoteza. Na pia kuna mechi mbili dhidi ya Gabon tukapoteza zote. Kwa hivyo ni kweli hajakuwa na matokeo mazuri. Yale ambayo alikuwa na matokeo mazuri ni yale ya CHAN. Na labda huenda ni kwa sababu ya zile ahadi ya pesa, mngeshinda mechi milioni 1. Lakini hizo mechi zingine hajafanya vizuri. Matokeo amepata mazuri sana ni sare. Lakini ushindi wa 1-1 inakuwa ngumu sana. Ingawaje lakini nadhani hii mechi ya dhidi ya Equatorial Guinea hatakuwa tunafaa kupoteza, ilikuwa ya kushinda. Labda hii ya Senegal ilikuwa hiyo pia ingekuwa tupoteze kama 3-1, lakini angalau tufunge bao. Hapo itaonyesha progress. Na pia ukiangalia maandalizi ya kocha ni kwamba kocha huwa haandai timu vizuri. Kwa sababu ukiangalia hii kwenye international break hakuwa na timu. Timu ilikuwa inaandaliwa na yule assistant wake. Wakati wao walikuwa Turkey, baada ya kufika pale baada ya siku kama 1-2 ndio kocha alikuwa na link up na timu asafiri kwenda pale, akisema kwamba passport yake haiko sawa. Mara anasherehekea birthday. Lakini mambo kama kusherehekea birthday na passport haiko sawa, mambo ya kibinafsi. Anafaa ajue kwamba kwanza ukiangalia yule ni kocha ambaye ni mzoefu. Anafaa ajue kwamba passport ikifika mahali fulani kama umesafiri sana, unafaa kushughulikia upewe nyingine mpya. Kwa sababu ni kocha ambaye ni wa kimataifa, amecheza
Pale Celta Vigo amecheza ligi ya England, nadhani ni Bolton. Na West Ham United amecheza pale. Ameshinda UEFA Champions League. Amecheza Ajax, amecheza Porto. Na ameshinda UEFA Champions League na FC Porto. Akiwa na chini ya ule mkufunzi Jose Mourinho. Na kwa hivyo ni kocha ambaye ni mzoefu. Mambo kama ya kutravel hatufai kusikia. Lakini nadhani hivi karibuni huenda anatafuta njia ambayo ni ya kutoka kwenye timu. Atafute timu nyingine, nadhani hatutakaa sana kabla ya kusikia kwamba amejiuzulu. Tungoje tusikie kauli hizo, lakini tuone tudhibitishe kwamba ni kweli. Lakini kwa wale ambao walikosa kutazama na kuangalia baadhi ya mechi ambazo timu ya taifa Harambee Stars iliweza kucheza, twende upande wa pili tazame mechi hizo mbili. Tukirudi tutaweza kuangazia AFCON 2025.